Uislamu ndio dini pekee inayoweza kuakisi maadili sahihi ya kijamii anayotakiwa kujitambua nayo kila mwanadamu kwa nyakati zote. Atakiwa kujipamba na malezi ya Kiislamu, lakini pia ajifaharishe na ajisikie kwamba amestaarabika kwa kufuata Uislamu na sio kinyume chake. Alalasaf, wakati mwingine kwa masikitiko, kwa mujibu wa jamii, kadiri mtu anavyofuata Uislamu wakati mwingine anaweza kuonekana kama mshamba fulani, lakini katika uhalisia kama watu wangalijua, kila unavyojaliwa kujipamba na Uislamu ndio ulitakiwa ujifaharishe na kujiona umetangulia mbele mzidi watu wengine. Tunapozungumza malezi hapa, imetazamwa malezi pengine ya watoto, na ni muhimu kufahamu kwamba ni nadra sana kumpa mtu usichokuwa nacho. Huwezi kumpa mtu usichokuwa nacho. Una hela, hawezi kuomba mtu ukampa. Utampa hela, hautampa kitu. Kama una maadili, hautampa mtu usichokuwa nacho. Kwa hiyo katika shuruti la kwanza katika kwenda kulea watoto, sharti wewe hayo malezi uwe nayo ili kumpatie. Na pengine tutakuja kuona katika changamoto kubwa tulionayo ni pamoja na kujitahidi kufikiri tunaweza kuwalea watoto kwa yale tusiyokuwa nayo, labda kwa rehema ya Allah, kwa sababu yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Hayo yanawezekana, lakini sio katika ile level ya jitihada ambayo tunazihitaji sisi katika level ya binadamu. Ndugu zangu katika imani, tunaposema malezi katika Uislamu, malezi ni mchakato. Malezi ni mchakato wa kumwandaa na kumsimamia mtu kiroho, kiakili, kitabia na kimwili. Malezi ni mchakato wa kumwandaa mtu na kumsimamia kiroho, kiakili, kitabia, kimaadili na kimwili, ili aweze kutekeleza lengo la kuumba kwake kwa ufanisi na ili kupata hatima njema ya mafanikio katika maisha ya akhera. Kumlea mwanadamu kiroho, kumlea mwanadamu kiakili, kumlea mwanadamu kitabia, kumlea mwanadamu kimwili. Lengo na madhumuni ya malezi, lengo na madhumuni ya malezi. Huyu mwanadamu alikuja duniani analo lengo. Hili lengo hawezi kulifikia mpaka alelewe. Moja ya lengo kubwa kabisa ni kumfanya aweze kumtumikia Allah ipasavyo. Akishamtumikia Allah subhanahu wa ta'ala inapostahiki, lengo namba 2 ni kumuokoa na moto na kumfikisha katika janna. Ni mambo mawili: amtumikie Mwenyezi Mungu vizuri hapa duniani, alafu jambo la pili, akienda huko akhera aepushwe na moto na aingizwe katika janna, na huko ndiko kufuzu kukubwa. faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Yule atakayeepushwa na moto akaingizwa peponi, huyo atapata mafanikio makubwa kabisa. Kila mtu anapofikiria kulea awaze hilo. Kwa lugha nyingine, ni lazima kwanza wewe uwe mtumishi halisi wa Allah, utafute maarifa ya kutosha na ufanye jitihada katika kumtumikia Mwenyezi Mungu. Lakini mwisho wa yote, Mwenyezi Mungu akuepushe na moto na akuingize katika janna. Ukiwa na haya matumaini mawili, unaweza kulea vizuri ukatoa mfano wako kwa idhini ya Allah
subhanahu wa ta'ala. Taban, kama Qur'ani inatuonyesha kwamba lengo la kuumbwa mwanadamu linalolengwa katika malezi ya Kiislamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ufanisi na kwa kuwa kiongozi mwema wa jamii, kwa maana ya kuwa khalifa, yeye mwenyewe aweze kumtumikia Allah, lakini pia awe khalifa kwa kuwaongoza watu wengine. Na kwa kuzingatia maana hii, yatosha kusema wakati wa kumlea mwanadamu tunahitaji kuzingatia maeneo makubwa manne. La kwanza tumesema ni malezi ya kiroho, na hii malezi ya kiimani, kama tutasema tarbia kiimania, malezi ya kiimani. Na eneo hili linahusu kumjenga mtu itikadi sahihi, kumjengea mtu itikadi sahihi juu ya imani sahihi ya Kiislamu, kupenda Uislamu na matendo yake ya kiibada, na kuepuka shirki za aina zote. Tarbia kiimania, malezi ya kiimani, tunasema hii inahusu kumjengea mwanadamu itikadi sahihi katika kuamini, awe na imani sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia aupende Uislamu na matendo yake, matendo ya kiibadati, lakini pia kumsimamia, aepuke na shirki za aina zote. Kwa lugha nyingine, kinachokusudiwa hapa ni kwamba msukumo wa kutenda na kuacha utokane na nguvu ya hofu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuamini nguzo zote za imani ya Kiislamu na nguzo ya ihsan. Na hii ndiyo nguzo kuu kabisa na muhimu katika malezi ya Kiislamu. Nilikuwa nawaambia wenzangu na wafundisha darasani, nikamwambia mazingira tulionayo, kwa mfano leo watoto wa miaka 16, 18, tena pengine hata chini ya hapo, anakaa na mzazi nyumbani kwa muda mfupi mno, lakini muda mwingi anakuwa yuko mwenyewe. Pengine tukisema hizi shule za primary na sekondari, naweza kusema wako na walimu kule shuleni, lakini njiani kutoka nyumbani mpaka kufika shule kwa ibilisi ni muda mrefu kabisa. Yaani kuharibu ulioyatengeneza kwa miaka mingi, kuharibika ndani ya saa moja kwa ibilisi ni muda mrefu kabisa. Kama hana malezi ya kiimani, sasa hivi tunamkosa huyo tunayemtarajia. Sikwambii watoto wa miaka 16, 17, 18 mpaka 20 hapo anamaliza form 4. Sasa hivi mtoto anakwenda chuo. Anapokwenda chuo kule anapanga mwenyewe nje. Hata kama atakuwa anapanga hostel, hakuna mtu akumwangalia mtoto ambaye yuko chuoni kama mtoto wa primary. Kama hakujengwa kwa msingi wa imani, yani huyu mpaka aje kumaliza miaka 2-3, unaweza kushangaa anamaliza na diploma ya kwenye makaratasi na diploma nyingine. Nikisema diploma nyingine nyote mnanielewa, ambayo nielewi hiyo lengo yake haijafikia, ile itakuwa hairuhusu. Lakini kama atakuwa ana malezi ya kiroho, malezi ya kiimani, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Akiwa na malezi ya kiroho, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Huyu haya mafunzo haya ndio anayeweza kumsalimisha, badala ya kuwaogopesha watoto kuanzia katika level ndogo
kuwaogopesha watoto na vitu, wanatakiwa wakofishwe na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwalea, katika malezi. Badala ya kuwaogopesha mtoto akaogopa paka, akaogopa mbwa, lakini asiwe na hofu na Allah, siku kutakuwa hakuna mbwa wala hakuna paka, na ameshajua namna ya kujihami nao. Kama ni zaidi ya hivyo, basi anaweza akafanya makubwa. Imani, malezi ya kiimani, malezi ya kiroho, haya ni malezi namba moja na muhimu kabisa katika imani ya mwanadamu, katika kumjengea maadili mema na ulinzi wa maadili yake. Kumwabudu Allah kana kwamba anamuona, na hata kama hamuoni, lakini anajua Allah anafanya nini, ananiona. Asema sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mche Allah popote unapokuwa. Kisha Allah anasema hawawi watu wawili, hawawi watu watatu kwenye kunong'onezana kwao, isipokuwa Allah atakuwa wanne. Hawatakuwa wanne au watano, isipokuwa Allah atakuwa wa sita. Hawatakuwa chini hapo, Allah ataongezeka. Hawatakuwa zaidi hapo, Allah atakuwa ameongezeka. Mtoto ambaye atakuwa amelelewa katika mazingira kama haya, lolote anayotaka kulifanya anasema baba hayupo, mama hayupo, yeyote hayupo, lakini Allah ananiona, fa astahi, namuonea haya Allah kufanya jambo fulani aliloharamisha. Ile peke yake imetakiwa kusimamia akadumu katika mazingira hayo. Na jambo kama hilo tunasema hawezi kupata malezi hayo kutoka mbinguni, yani amelala tu singizini akajikuta na hayo malezi. Ni lazima pawe na jitihada za makusudi katika familia ndani, na kwa kutumia mazingira yaliyopo, watoto wawe katika sehemu za madaris, wasome katika durusi za vijana wao kwa mujibu wa rika, ziwepo darasa za watu wazima ili nao waimarike, lakini ziwepo darasa za watoto, lakini pawepo na kambi mbalimbali za kuwakana watoto muda mrefu wakasoma kitu ambacho kinaweza kuonekana wazi na kikasimamiwa kwa kutathminiwa. Tukiweza hapo, tunaweza tukawafikisha watoto kwa wale wazuri anakukaribia Allah